Rudia tena uone. Nasubiri nikurudia. Nisikilize. Tena mwanzo kwa makini. Hiyo mwanzo na mwisho kusema na mtu mwingine yote wa barani. Nenda nyumbani. Pita huku rudi huko. Bavu wewe. Kaka, hao nao yafanya nichukize mbele za Mungu. Kwa sababu Yesu alikufa msalabani ili wote tuwe huru. Tusiwe na dhambi, tuwe safi. Yaani Yesu alitulipia sisi deni letu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tupendane, tuishi kwa amani, tusiishi kwa chuki. Sikilize bro. Usipende kuingilia mali za watu ambazo hazikuhusu. Nenda kupaka mate. Kiingia tu mali za watu na kupaka mate. Jesus Christ. Unamjua Jesus Christ wewe? Hiyo mwanzo na mwisho kusogelea mali za watu. Nenda katika mahubiri ya injili huko, nenda kama makanisani huko, nenda wapi huko, kahubiri injili yako, lakini sio mali za watu. Mbavu wewe. Haleluya. Baba nakusii. Hii kazi ulinipa ya kutembea kwenda kuhubiri, naomba Baba unitie nguvu. Naomba uwaponye watu wako. Maana watu wako wanapotea. Naomba Baba umbariki huyu kijana. Naomba upite naye, naomba ukaseme naye. Maana wewe ni Mungu unenena na sisi sirini. Naomba kanene naye Jehova. Nalitukuza jina lako na kuhimidi wewe. Siwezi kuruka. Huruma. Moyo wa mtu ni siri, nilichowaza mimi tofauti na wewe. Sikujua kama masikini mimi, kwamba ninapanda wajevuna wengine. Walisema wakale, ikisafunda halinaga upani. Moyo mishalemo mivaya isi. Naomba mpe salamu moyo mwenzangu, alouteka moyo wako. Mwambie kutesa kwa zamu na hii dunia, leo kwangu kesho kwako. Japo inauma sana. Mama tena. Halo mama. Halo. Mama. Mwanangu, habari za huko? Salama mama. Hofu tu huko kwako. Unaendeleaje? Salama. Ina maana mimi kukuambia uondoke nyumbani uende ukajitegemee ni makosa, si ndio mwanangu? Hapana mama, sio hivyo. Unajua huko mjini harakati zipo nyingi sana. Alafu kuna kazi nyingi natakiwa kufanya. Alafu masuala yenyewe mengi sana ya familia mamangu. Sije ukaona kimya. Familia? Familia gani unazungumzia mwanangu? Mama, nadhani unaelewa majukumu huko mjini. Majukumu yapo mengi sana. Kwa hiyo mambo yakishakuwa sawa, mwenyewe utafurahi mama. Mwanangu, unazungumzia familia gani? Mimi najua unakaa peke yako. Hapo tayari umeshaweka ndani mtoto wa watu bila mimi kujua. Maana hii simu yangu nimekupigia nikuambie huu ni muda sahihi wa wewe utafuta mwenzako mfunge ndoa. Yani mama unamaanisha mimi nioe? Ndio mwanangu. Basi mama nitakupigia, kuna kazi nafanya mama. Samani tunione.
Wewe, mwanaume wenyewe ndio huyo? Hapana dada, sio huyo. Yuko wapi au yuko ndani? Tupo mwangalie huko ndani. Vipi wewe paka mwenzako huko ndani yupo? Jamani, samahani nini kwanza taratibu. Unamtafuta nani? Nisikiliza wewe paka wewe. Nakupa maagizo, akija unyoka mwenzako muambie. Wewe tena sitaki uongee. Nimefika hapa ni mamlaka ya kuongea ni mimi tu. Akija unyoka, muambie mdogo wangu mwanzo na mwisho kumchezea. Umenielewa? Afu ani alimchezea, amempa mimba, afu mimba anamkatalia. Ana akili kweli? Hata wewe una akili wewe? Mnashauriana nini mwe vikao huko ndani? Hauna kazi za kufanya eh? Lete pochi. Lete pochi. Lete simu. Mnafanya nini? Wamenipoa na vitu vyao. Wanaongea kama nani? Sasa mvuta mkono. Pochi. Mshindo pochi. Vipi na mtu? Umeumia? Hapana kakangu, siumia. Asante sana kwa kunisaidia. Sawa, usijali. Unaenda wapi? Nilikuwa naenda huko mama, naenda kufuata mizigo ya sokoni. Oh. Basi sawa. Kama vipi twende wote. Maana sio wewe kukuvamia tena bure. Usijali kaka yangu. Mimi ningeomba tu kaendelee na biashara zako nisikupotezee muda. Kwa hiyo ulichonifanyia ni kikubwa sana. Na mimi huko nakoenda ni kweupe tofauti na hizi chochote nilizopita. Unajua mimi nilikuja kwako kuletea nguo. Yeye anashangaa mkuta simu kama hii. Basi acha nikusindikize huko unapoenda. Afu sisi turudi na wote. Hapana kakangu. Mimi naona tu kama utakuja ukaba tena. Hem tuende pamoja. Tafadhali, ngoja nifurahi. Hivi kwa mdogo wangu mnavyomuona, mmemwona mtu akumchezea hapa mjini kumshibisha mimba afu unamwacha. Akaelewa nani hiyo mimba? Sasa mwambie nilikoroga. Maana hii familia ndio ingia familia ya kichaa. Hapa nilipo nimechanganyikiwa na ningemkuta. Angenijua mimi nani. Maana nilipo pamoja sina mbili sina. Tena wewe nakuheshimu tu majirani wako hawa. Na wewe pia ningekuashia moto. Muangalie kisura chake. Unanishangaa mimi ndio nipe. Na wewe paka wewe. Sio unatembea na wanaume wasioeleweka. Tembea na wanaume wenye akili zao. Angalia sasa. Muangalie kisura chake. Nadhani umenisikia kwa makini. Akifika huyo mpe salamu zake. Mwambie nitarudi tena kwa sababu yake. Moyo mtu ni siri, ni siri. Nilichowaza mimi tofauti na wewe. Sikujua kama sikini mimi kwamba ninapanda wajevuna wengine. Walisema wakale ikisafunda halina kampani. Moyo misalemo mifaya isi. Naomba mpe salamu huyo mwenzangu. Kwanza nawapa pongezi, hongereni sana kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Sikutegemea kabisa kama mnaweza kufanya kazi kubwa kiasi hiki. Ila nyinyi wawili mmefanya kazi hiyo. Hivyo basi pesa zenu mimi nitaongeza kwa zenu. Mimi mwenyewe. Na kitu kingine, msije mkampa taarifa yoyote yule boss. Yoyote ile. Mimi ndo nitampa taarifa zote zinazoendelea. Sema nifahamu vizuri eh? Sawa boss. Hivyo basi. Kama hii plan A ikifeli, mimi nitaandaa plan B ambayo kila mmoja itakuwa kama surprise kwake. Niaminini mimi, hakuna kitu chochote kile ambacho kinaweza kunishinda kama nikikipanga vizuri na mikakati yote ikikaa sawa. Na nyinyi pia mkifanya kazi yangu vizuri. Na vile vile nitaongeza mishahara mingine zaidi ya hapo ambao tulikubaliana mwanzo. Kama tu mkifanya kazi yangu vizuri ipasavyo.
Salamu mtumishi. Habari yako? Salama. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Samahani, nilikuwa napita mara moja maana niko kwenye harakati zangu za kuhubiri na Mungu. Kwa hiyo nilivyokuona pale nikakumbuka kwamba ni yule kijana aliyenisaidia nilipoondosha wale 90. Kwa hiyo nikaona sio vizuri nikapita kwenye kile bila kukusaidia. Kwa hiyo barikiwe sana. Allah. Jambo jema, lakini karibu sana mtumishi. Mimi hapa ndio ofisini kwangu. Hapa ndo nafanya shughuli zangu za kila siku. Lakini bahati mbaya na haraka kidogo nimepigiwa simu kwa kuna sehemu na nilikuwa naenda na mzamini. Ni jambo jema pia, lakini jambo la msingi ni kwanza tumweke Mungu mbele. Kwa sababu Mungu ndo anatulinda, anatupa afya na mpaka leo umeamka wewe kwa uwezo wa Mungu. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba ufanye maombi kidogo kufikisha tena siku ya leo hiyo. Sawa. Sawa boss. Tumekuelewa kwa makini sana. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja. Wewe unajaribu kupatia taarifa mapema kabla ya kazi ili tuweze kujipanga kufanya kazi mapema vizuri zaidi. Ondoa wasiwasi, pia ondoa mashaka. Siwezi kukurupuka katika jambo kama hili zito hivi. Lazima niwape taarifa kabla ya tukio lenyewe kufika, au kabla ya tarehe yenyewe kufika, ili mpate kujiandaa kiakili, kifikra na kimavazi pia. Nadhani tumetambuana vizuri. Hivyo basi, mikakati yote ambayo inaendelea katika ofisi na chochote ambacho tunachokipanga katika ofisi, sitaki asikie mtu mwingine yoyote yule zaidi yangu mimi na nyinyi tu. Sawa mkuu. Umekuelewa? Sema niko na haraka mtumishi. Mungu ni wa kwanza, kwa hiyo mambo yako kwanza hebu tuliza. Yaani Mungu ndo awe mbele kwa sababu huwezi kujua unapoenda unakutana na changamoto gani. Kwa hiyo ni lazima kwanza Mungu umshukuru kwanza na uombe pia. Basi sawa. Basi naomba tufunge naye. Baba Mungu, ninakushukuru tena kwa kunipa kibali kwa kukutana na kijana. Baba, naomba umbariki, umuongoze katika hatua zake. Moyo wa mtu ni siri, nilichowaza mimi tofauti na wewe. Sikujua masikini mimi kwamba ninapanda wajibu na wengine. Nimefanikisha kuifuatilia ile kazi uliyonituma kwa yule mwanamke. Lakini yule mwanamke anaonekana sio mwanamke wa kawaida. Ni mwanamke hatari sana. Na ana uhusiano wa karibu sana na bosi wenu. Tena uhusiano ule sio wa kawaida. Ana uhusiano wa damu. Kwa hiyo yawapaswa mwe makini sana, na mkicheza atawapoteza kabisa. Kumbe hii kazi na mizizi mirefu sana, tofauti na nilivyofikiria. Wifi, samahani. Kabla hujaendelea na safari yako, na mazungumzo muhimu sana na wewe. Nimekuita hapa, nataka niongee na wewe kidogo kuhusiana na siri zinazomhusu mpenzi wako Alajei, yeye pamoja na familia yake, nikimaanisha wazazi wake. Alajei ametokea kwenye familia ambayo karibu pita. Anyway, asante kwa kunisaidia kazi yangu, lakini naomba unikiri. Hakikisha hakuna mtu yote anaweza kujua hili jambo, na nikikuhitaji kwa wakati mwingine nitakupigia simu. Lakini jitahidini kuwa makini sana, kwa sababu hii kazi inaonekana ina watu wengi sana, na kama mnavyoelewa bosi wenu ana hela sana. Kwa hiyo kuna watu mbalimbali ambao wanakuja wanapewa kazi. Kwa hiyo mkicheza mnaweza mkapoteza hii kazi, na hata maisha yenu yanaweza yakawa hatarini. Sawa, nimekuelewa. Nitaenda usije kugongeleka. Sawa.
Usijali kuhusu hilo. Mimi niko makini sana. Unaweza kwenda. Habari zenu? Salama kaka. Karibu. Asante. Vipi hali? Salama kabisa. Baby, naomba tupishe kidogo. Nataka kuongea na dada mara moja. Sawa. Vipi toka? Ni kwema kweli? Kwema. Lakini kidogo sana. Dada, nimewamisi sana wazazi wangu. Na leo ndio ile siku ambayo nahitaji nipeleke. Angalau tu nikaone sehemu walipolala. Kwa sababu nakuwa napitia wakati mgumu sana. Nafika unajua kabisa maisha ambayo naishi kwa sasa. Sikustahili kuishi maisha haya. Ila naishi tu kwa sababu ya njama za watu, roho mbaya tu za watu, fitna za watu, kwa sababu ambazo hazina hata maana. Lakini kwa ubaya wao waliotenda wanasababisha mpaka leo mimi nakuja kuishi maisha kama haya. Kwa hiyo naomba ufanye mbele yangu. Nimewamisi sana wazazi wangu. Sana sana sana. Como nipeleke. Sawa. Nimekubali. Takupeleka. Acha nikajiandae. Sawa. Nenda kusubiri. Nivunja mbawa siwezi kuruka. Oh, huruma. Moyo wa mtu ni siri, nilichowaza mimi tofauti na wewe. Sikujua kama masikini mimi kwamba ninapanda wajivu na wengine. Walisema wakale ikisafunda halina kampani. Moyo mishalemo mifaya isi. Naomba mpe salamu huyo mwenzangu alouteka moyo wako. Mwambie kutesa kwa zamu na hii dunia, leo kwangu kesho kwako. Japo inauma sana, moyo unavuja damu, usahau siwezi. Moyo unauma sana, mimi nitapona, naamini nitapona, usahau siwezi. Moyo unauma sana, mimi nitapona, naamini nitapona. African boy utapona, moyo wangu utapona.